Wanailinga na wasio wanailinga wote wameshazungumza mengi sana kusema Mzee. Na nadhani hamna kitu ambacho hakijazungumzwa mpaka sasa. Kila mtu ameshasema, lakini pia kila mtu anazungumza kwa nafasi ambayo yeye ameshawahi kuwa na Mzee. Bahati nzuri mimi nilipata bahati kwa rafiki yake wa karibu na nimeshamsema kwa mazuri akiwa yuko hai, na leo Mzee akiwa amelala amepumzika pia nitaendelea kumsema kwa mazuri. Kwa hiyo ile wanasema mpe mtu maua yake akiwa yuko hai, niliwahi kusema kwenye interview moja hapa Iringa. Kwa hiyo nitaendelea kusema amekuwa ni mwalimu mzuri, amekuwa ni mimi kwangu nilikuwa namuona ni kama mwana filosofa, amekuwa ni mshauri, amekuwa ni mwelekezi. Nimeshafanya kazi nyingi ambazo nimejiuliza kwake na mengi aliyoniambia kweli alikuwa anaenda vizuri. Kwa hiyo ukitaka kusema mazuri yake yote hatuwezi kumaliza kwa sababu yameshasemwa na wengi. Kwa hiyo mimi nasema ukiacha yote aliyosemwa nao wengine, si ndio? Yale yote yaliyo mema na yale yote yaliyo mazuri, mimi nasema hakuna aliyosema uongo, kwa yote ndio yasikia. Hakuna mtu anasema uongo, lakini tuna huzuni kubwa sana kwa sababu haujadondoka mti wa kawaida. Sisi kwetu tunaamini umedondoka mburi. Ni mzee ambaye kwa kweli tunatamani endelea kuwepo ili tuendelee kunufaika na matunda ya busara zake. Sisi tuliozaliwa Iringa tukawa wadogo, ukikumbuka hata safari ya kutoka Iringa mjini kwenda mpaka Dodoma ilivyokuwa, ukaweza kujikuta kata yake ya mwisho inaishia Mtela pale Migoli, ukumbuke mpaka kufika pale ilikuwaje zamani. Lakini leo ukiangalia watu wa Isimani ni watu ambao wana furaha na watu ambao wana amani. Tumeshaiongelea mara nyingi hiyo. Hata barabara zilivyokuwa. Leo tuna barabara kutoka Kalenga kwenda mpaka Tungamalenga. Hii ni barabara ambayo wameipigania miaka mingi, lakini leo iko pale. Naona mradi wa miradi inaendelea. Kuna barabara inatoka Izazi inaenda mpaka hospitalini pale. Zote ni barabara zilizokuwa wamekipigania. Lakini ukija kwenye issue za vizazi na vifo, Mzee alikuwa kila siku anaongelea mambo ya afya, Mzee alikuwa anaongelea mambo ya madawati, Mzee alikuwa anaongelea mambo ya elimu. Kwa hiyo yote unajua unapoanza kudili na kijana unataka kudili kuanzia watoto. Maana hao ndio wanaenda kutengeneza kwa vijana ili baadaye wakaweze kuwa ni chanzo cha uzalishaji. Kwa hiyo Mzee alikomaa kwanza na elimu. Nadhani unajua kwamba ukifika Isimani malalamiko ya madawati huwa hakuna. Unafahamu kuhusiana na michezo. Mimi nimetengeneza ligi yangu Vunja Bei Cup. Nilienda pale kufanya kwake Jimboni. Nadhani waandishi wa habari mlikuwa mnakuja kila siku. Ile ligi isingekuwa yeye isingeweza kufanikiwa vile kama ilivyofanikiwa Isimani. Penyewe alikuwa yuko pale na alituma vijana wake na katibu wake alikuwa ni mmoja kati ya wajumbe wangu wa kamati ya uendeshaji wa ile ligi. Kwa hiyo alikuwa na support mambo ya vijana sana. Na kikubwa zaidi alikuwa anafanya Mzee alikuwa anafanya coaching. Mzee kama unafahamu kwenye vikundi msiba kama huu alikuwa anakaa na vijana. Muda wote alikuwa anajibu maswali ya vijana, alikuwa anawaambia vijana hiyo kweli, hiyo sio kweli, alikuwa anaongelea mambo ya siasa, alikuwa anaongelea mambo mengi yanayohusiana na maendeleo. Kwa hiyo kwa vijana Mzee hatutamaliza kusema. Sisi kwa kweli tuna huzuni sana na sisi ni msiba wetu mkubwa sana kwa sababu Mzee amekuwa ni mwalimu wetu ambaye ni ngumu sana kupata mwalimu kama yeye tena.